Hello friends, welcome to Bonaventures, the platform for inspired learners. I am Datus Tumombe and this is Inspired Learners Podcast, episode 56. Our presentation and discussion will be both in English and Kiswahili, so everyone feel free with the language. Leo tunaye Teresia Njao kwa mara nyingine, na leo anapresent kuhusu vision board. Anamaanisha nini anaposema vision board? Hiyo tunaenda kusikia, kwa hiyo namba nimwalike aweze kuanza kisha sisi tutachangia. Karibu Teresia. Shukran sana. Good evening, everyone. This is Njao. It's my second film presenting at this platform called Bonaventures, and I'm really thrilled to share this topic with you today. So our topic basically is vision board. Na ningependa kuanza na moja kwa moja. So vision board ni ubao ambao una picha ya ndoto zako. Yani a board that has pictures concerning your future life, your future dreams, who you want to be, who you want to become, where you want to go, like terms of that kind. Kwa hiyo ubao huu unakupa the power of visualization and manifestation of what you want. Yani inakupa uwezo kutizama mbele na kujiona labda mimi Teresia nitakuja kuwa mwanamuziki mkubwa, au Mr. Tumuombe hapo atakuja kuwa padri maarufu sana traveling through different countries. Well, anybody can have anything to visualize of what he or she wants to become. Na pia vision board inatoa mwongozo wa maisha yako, yani kujijua wewe mwenyewe binafsi, like uko wapi, unaenda wapi, and nini unataka kufanya, where you wanna go. Kwa hiyo ni ubao aina hiyo, lakini without forgetting kwamba vision board gives you uhusiano mkubwa na Mungu, kwa sababu vision board makes you certain, it makes you to have the power of certainty. Power of certainty meaning kwamba you know what you want, and when you go to pray you're going to be clear with God. Kwa sababu kuna watu leo anataka kuwa mwanamuziki, after few weeks he or she wants to be a designer, after few weeks he wants to be maybe a drama, yani ana mambo mengi in short. Kwa hiyo Mungu anataka kuelewa, what do you want? You're not certain. So this gives you certainty of what you want, and it brings this something we call law of attraction. Because everything that you operate in your life is in certain frequencies in the world. That's how these ancient people wanna define hivyo, kwamba chochote tunachokifanya kina align na some frequencies in the world, how they align with the energy. Kwa hiyo the energy that you attract, it can either be positive or negative based on what you're thinking, or what's your vision, or what you visualize daily, hourly, in seconds, microseconds. Kwa hiyo nikidefine moja kwa moja vision board kama vision board kwa ufafanuzi wangu mimi, it is not just an art. It is a psychology, neuroscience, and the intention woven together. I will repeat, a vision board is a psychology, neuroscience, and intention woven together. It is a mirror of who you want to become, a map of where you want to go, and a magnet that draws the right opportunities into your reality. Yani ni kaubao kamoja hivi kama kioo ambacho kinakuonyesha unataka kuwa nani. Ni kama ramani ya wapi unataka kwenda, na ni kama sumaku ambayo inakuvuta katika nyanja mbalimbali ambazo ni zinaweza zikawa into your own reality. So why do I say vision board is psychology? Why do I say vision board is neuroscience? And why do I say vision board is intention? I'll dive into one after another because they need to create a deeper meaning into your subconscious mind. So why do I say it is a psychology? This is because it helps you to visualize and shape your emotions. When I speak of emotions, I don't only speak of the physical emotions that everyone is clear about. Emotions can be of different types. They can be sorrowful. They can be anything that makes you to be intrigued into a higher frequency is called an emotion. And
emotions are really equalized with psychology. Kwa hiyo kibinafsi na kusaidia wewe kuwaya zile beliefs zako, yani it helps you to rewire your beliefs. Like, what do you believe? What do you think is true about yourself? What do you think, when people define you, what do you think they're going to define you as? So it helps you to rewire your beliefs. Lakini pia it helps you to anchor your identity, kwa sababu ukiwa na vision board utajua wewe ni nani, utajua unataka nini, utajua unaenda wapi, kwa inakujulisha wewe ni nani. Yani inakusaidia kujibu lile swali la wewe ni nani. Tukikukorepusha tumuombe leo siku tukakuuliza who are you? You need to have an answer of who are you. And not tell us I think, don't think. You need to be clear and certain of who you are. And another thing is it helps you tunasema kiufupi. Every person acts according to the identity you repeatedly see. Yani kila mtu ana act katika ile namna au katika ule uhalisia ambao anauona kila siku. Kwa mfano, tuseme umekuwa kila siku nyumbani kwenu unaona kwamba kuna mtu anaimba, kuna mtu automatically ukikuwa mkubwa you will just have those characters. You just be like utaimba bla bla bla, kuna huku mshoso unajikutana naye pia ni mwanamuziki. Kwa nini? Because you have been growing into a place where you see something repeatedly, and this creates something, or it creates a memory in the subconscious mind, and it programs your life like daily. If I can share my screen to just project of what the vision board is while I'm progressing, let me try to see. Okay, so I'm sitting by nitakuwa naendelea hapa. And so that's all about why is it psychology. The second part is tunasema why is it neuroscience. Neuroscience kama tunavyojua, I think kama wote tutakuwa tunaenda shule hata kama hujenda shule. Neuroscience is all about neurology. Neurology ni mfumo wa neva ambao uko katika kila mwanadamu. Sasa neurology can be natural and it can be programmed. Kuna neurology ambayo iko natural na kuna neurology ambayo ni artificial ambayo we call it neuroplasticity. Sasa kama nitaenda taratibu, it is the neuroscience because it helps you to activate reticular activating system. Sasa what is reticular activating system? Reticular activating system, this is a brain filter that helps you to focus on what matters. Yani tunasema kwamba katika kila kitu ambacho unakifanya kila siku, ukikiangalia kwa namna moja ama nyingine utagundua kwamba it is something ambayo inajirudia, yani haina tofauti sana, japo you won't notice in a day, lakini when you follow up you just know kwamba, kwa mfano tuseme umeiba leo, ukaiba kesho, ukaiba kesho kutwa yake, the brain automatically doesn't have a place to know this is good, this is bad. Subconscious mind haina huo muda wa kujua kwamba hiki ni kizuri, hiki ni kibaya. It just have time to process what is being done kwa muda mwingi. Yani kitu kipi unakifanya muda mrefu. Kwa mfano, kama unaiba kila siku, una provide some conscious mind na ile information kwamba unataka kuiba. Kwa hiyo usipoiba muda mwingi utakukumbusha mbona kama hiki kitu hujafanya muda mrefu. You see. So it is a brain filter that focuses on what matters. So if you keep this reticular activating system with positive things, it helps you to, it helps you to put goals out. It begins to recognize related opportunities. Ndio kutoka mboga unatafuta kazi, unaanza kuona matangazo ya kazi. Labda tuseme, kidogo. Unaanza kuona matangazo ya kazi. Sijui Bonaventure unaweza kanisaidia hapo, kinaonekana kitu nilichokionyesha hapo? Ndio. Ndio inaonekana hapo kuna vision board. Inaonekana. Hiyo picha hiyo inaonekana, yeah. Sasa ngoja nimalizie kwa funzi tunaona kidogo. Yeah, kwa hiyo so tunasema kwamba the reticular activating system inakusaidia wewe kufilter what au kufocus in what matters. Kwa hiyo tunasema that's when you put the goals into the reticular activating system, you begin to recognize related opportunities.
Ndio maana kuna muda ukikaa unaona ukiwa unatafuta kazi unaweza kuna matangazo ya kazi mara Sugar Tube akatoa kazi hizi sio televisheni inafanya hivi. Kwa nini? Kwa sababu akili yako kufocus katika kutafuta kazi. When you start looking for music, you just get music because that's what your brain is activated the mind. Kwa hiyo it helps you to activate the reticular activating system. The other thing is inakusaidia wewe into neuroplasticity. Neuroplasticity ni kitu kinachokuwa kama an artificial way of activating your brain to rewire itself out in every time to visualize your future. Tunasema kwamba you build a new neural pathways kila siku ambavyo una visualize kitu. It makes the goals that you visualize to be possible, to be familiar and to be reachable. Kwa hiyo kwa namna nyingine tunasema kwamba yale malengo ambayo unakuwa nayo ukiwa unayaona kila siku, ukiwa una visualize kila siku, yanafanya kuwa possible kitu cha kwanza, yanafanya kuwa familiar kitu cha pili, yanafanya kuwa reachable kitu cha tatu. Na ndio maana kila siku kuna watu, some people crazy can say, but that craziness is positive. Kama tunakwambia I'll just be rich, unaweza kumuona kama ana fulani vya propaganda nyingi nini, lakini be sure kwamba ana program his or her subconscious mind to rewire itself that he's going to be rich. Automatically this person is going to become rich. Why? Because akili yake imeshaambia kwamba you rich. Kwa kila kitu unachokifanya atakuwa na picture into a way that is successful, into a way that brings clarity, into a way that gives him a way to articulate what she or he is doing. The last thing is it activates the dopamine motivational. Dopamine ni chemical ambayo iko ndani ya mwili yetu ambayo inatusaidia sisi kujua au inatukumbusha vitu ambavyo tunafanya vya ujinga au vya muhimu sana. Kwa hiyo this chemical ina increase energy, ina increase drive, ina increase consistency na ina increase willingness to work. Ndio maana ukitaka kuacha kitu lazima you have to lower the dopamine level of that thing. Yani kama unataka kuacha kunywa, you need to lower the dopamine level of alcohol. Kama unataka kufanya kusucceed, you need to activate or you need to uplift the dopamine in a level of success. Kwa hiyo I recommend you guys to go and read a little bit about dopamine. It is really a good and intriguing session. I can dive deep into it because we are limited with time, and I am chasing after time. So basically, we're gonna continue. So kipengele cha mwisho ambacho why is vision board intention. This is because it gives a power of directed energy and purpose. It helps you to be clear what you want. Na inatoa majibu kwa maswali makubwa matatu. Swali la kwanza, why do you truly want? Or what do you truly want? Swali la pili is who do you want to become? Na swali la tatu, what lifestyle do you want to create or what lifestyle are you creating? Na kwa ujumla tunasema kwamba vision board creates clarity and clarity is power, and power equals to manifestation and manifestation equals to reality. So if you're able to align your daily activities with your goals and able to see clear pictures in everyday life that you're progressing, you are able to activate your subconscious mind into what you need. Sasa aka kapisha niliko ka, I hope hapo kwenye introduction tumeelewana vizuri, and if I can progress very fast because I see nina data kama tatu zimebaki. So hapa kuna kapicha nimeka project kameandikwa vision board made easy. Hapa kuna fun, family, work, money, home, or health, whatever. Kama nilivyosema, vision board ni map. Kwa kama ni map, that means you need to know where you're going. A map doesn't signify just a place. So that's unatoka Morogoro to Mwanza to whatever. It also signifies the destinations of life that you want to accomplish. Kwa hiyo the home, health, money, work, family, and fun, either the maps or this is a map that is centered with one word called a vision board. So tunaposema kwamba it is a map, that means it consists of different destinations that you want to reach. Kama ni home, which home you want to build. Kama ni money, what KPI do you want your bank accounts to reach. Kama ni health, what health activities or what health level you want to have. Kama ni fun, what level of fun do you want to reach or do you want to have, if it's going club, if it's going to music, reading books, wherever the case you want to be. Kama ni family, if it is God, if it is vocation, if it is quantity time, if it is spending time with your friends, colleagues,
enjoying time traveling through the world and everything, that just falls into that. If it is work, you need to know what work you want to do, if you want to be employed, if not, if you want to work for a company, if you want to work for... So it just gives you a map of where you're going, and hope you understand one another. So if I have to dive deeper, we got to have almost like 8, nine, 6, 7, I don't know, whatever. Like ni kama 9 or 7 types of vision boards. Now, allow me to progress further. Vision board number 1 inaitwa traditional or physical vision board. Traditional or physical vision board. Hii ni vision board ambayo unakuwa nayo ndani kwako, chumbani kwako, sebuleni, sijui ukutani wapi, wherever. That is tangible. Yani a vision board ambayo inakuwa na images, inakuwa na words, inakuwa na quotation, inakuwa na symbols, inakuwa na items placed on the board, ina represent goals and desires of your future. Kwa mfano ukiangalia kabisa bado kwa project hapa. Hii vision board ambayo unaiona kabisa huyu mtu anamiliki na ina vitu mbalimbali, imeandikwa self care, mindfulness, imeandikwa recharge, noise, serenity, movement. Hizi ni goals zake huyu mtu. Ambazo ndani yake unaona kuna vi-image, kuna sehemu zingine kaandika maneno, kuna sehemu zingine na vi-quotation hapo. So kiujumla hii ni vision board ambayo unaweza kaimiliki ukawa ndani au ukutani, wherever you can reach out first. Sasa every vision board ina uzuri wake, every vision board ina matumizi yake. Na uzuri wa mojawapo wa traditional or physical vision board ni tunasema this is a daily altar of intention where dreams meet action. Kwa sababu this is a vision board ambayo utaiona kila siku, so keep it in a place where you can meet it every single day. Kwa nini? Kwa sababu whenever you see it, you get time to visualize, you get time to see what you want. Automatically, this is going to create, yani kama tunakwenda kwenye misa kila siku, mwisho wa siku unajikuta ule mfumo wa misa unakuingia, zile nyimbo, ule utaratibu, ni vile ambavyo utakuwa unaiona ni vision board kila siku na visualize that thing that is written there. Kila siku ukijua kwamba you have to self-care, kila siku ukijua kwamba you have to be mindful, kila siku ukijua kwamba you need to recharge, kila siku ukijua kwamba you need to nourish, you need to have serenity. Automatically, wewe mtu au sisi watu tutakuwa na kitu kinaitwa dreams. Dreams ni vitu vinavyoandika hapa juu. Action is something you do after you have dreamed of what you want to become. So tunasema this is a board that helps you to... This is a body that helps you to have intentions. Also, it gives you a place where dreams can meet actions. It also helps to transform abstract desires into visible reality. Abstract desires and desires are, for example, something is abstract. Something that is not clear. You just have it in your mind. Maybe it might not be planned or it might not be programmed. Asa unapoiandika chini au unapoweka katika bodi kama hii, inakusaidia wewe binafsi kuwa kuturn zile desires zako za ndani kuja kuwa into a visible reality. So that is all about a traditional vision board. The next thing is tunaita a themed vision board. Yes. A themed vision board is a board that is focused on one specific area instead of all goals. Then kwa mfano, hapa vision board iliyopita tuliona mtu ana serenity, sio na nini na mindfulness whatsoever. Lakini hii ni board ambayo inakupa wewe kuspecify goal moja tu. Kama ni health, let it be health. Kama ni family, let it be family. Kama ni, you understand? Sasa kwa mfano, you can be having goals about career, personal growth, health. You can be having relationships, finances, academics, and reinvention. So inategemea na wewe mwenyewe unataka bodi yako specify. Kwa mfano, kama mtu kana family, friends, money, grow up, books, nini, I love myself, travel, patience, success. You choose only one part. Hivi nimejitahidi kuonyesha among the things you can have. Kwa kama umechagua thing ya health, just choose health itself. It is that you need to progress down and know. Health hiyo utaifanyaje? Unai-categorize. Sasa hii ni main goal. Vunja into small categories and know how you're gonna implement it. Now, why this board is important? Kwa sababu ya kwanza, it gives you a deep focus on one life domain. Kwa maana kwamba, unapochagua health, that means you're going to dive in deeper katika health. Ikikoki vyovyote vile, utasoma vitabu, utaenda kwa shauri wa afya, utajifunza hiki na kile, nourishing supplements, vitu kama hivyo. So in basic,
inakusaidia wewe kujifocus on only one life domain. Kitu cha pili, ina reduce overwhelming. Unajua overwhelming is being into hyper, kwamba you are very overwhelmed kwa sababu una mambo mengi na hujui uanze na vipi. Kwa mfano, mtu anaweza akawa anafikiria kutafuta hela, familia, marafiki, afya, vitabu, anataka mwenyewe kuonekana vizuri, anataka kuwa na nyumba, ana mambo mengi. Sasa mwisho wa siku anajikuta he or she is overwhelmed kwa sababu hajui aanze na kipi. Kwa hiyo vision board inakusaidia wewe kujua kipi ni cha muhimu kwa wakati huo and dive deep into that thing. Another thing, it gives you clarification of your intentions. Maanake kwamba kama intention yako wewe ni kujenga nyumba, hatutegemei tukuone tena katika mahusiano, katika nini. Focus on one thing. Ukimaliza chagua kingine. So it gives you clarity of what you're going to do. Kwa hiyo kiujumla tunaweza kusema kama theme division board kama leza moja hivi, leza light na imani mtakuwa mnajua. Ni light fulani hivi ikikata kitu to cut on in one and only na hivyo. So it helps you to channel energy into one powerful direction. Any energy yako yote, the sexual energy, whatever energy you have, it will be channeled into only one thing. And this is where success au tunasema ile triumphant au mafanikio kiujumla yanapokuja. So that's it. The next thing is called a World Vision Board. My God, my time is going. A World Vision Board. A World Vision Board, this is created to divide the life categories to create holistic vision. Yani, na World Vision Board haina tofauti sana na theme division board, lakini utofauti wake ni mmoja. Hii yenyewe inakuwa na level mbalimbali za maisha, inakuwa na level mbalimbali za vitu, lakini inakusaidia kuvipartition into a proportion. Kama ni finance, unajua unafanya kwa kiasi gani, if it is career, if it is family and friends, if it is personal growth, kama ni spirituality, relationships, social life, health, whatever. They are in a proportion. So it gives you clarity and time to know kwamba hiki nakifanya saa ngapi, hiki nakifanya saa ngapi, hiki kipo saa ngapi. Hivyo ili kukusaidia wewe kuepusha kwamba muda wa career unafanya finances, muda wa family wewe unafanya personal growth, unafanya kitu ajabu. So why this? Ni kwa sababu kwanza inakusaidia kubalance life design. Hiyo inahisi inaeleweka. Cha pili, ina show areas that need attention. Kama ukiangalia kwa vision board, ukifanya kama mtu kali divide into equal parts, lakini the thing is when you have a real vision board, una divide it in accordance to what matters the most. Kipi kinahitaji muda zaidi, kinahitaji muda kidogo, nini kianze, nini kipate. That's a real vision board. Lakini pia it helps you to prevent burnout and imbalance. Burnout ni kwamba unajikuta kuna watu wako busy sana lakini they're busy with nothing. Kwa nini? Kwa sababu they are busy, that's for sure, lakini they don't know what they're busy with. Yani kuna mtu kwa mfano, sorry for using this example, lakini mtu ukimwangalia darasani yuko busy sana 24/7 anasoma. Lakini kila kijana amefanya tu kawaida, yani very normal. Na saa nyingine kafeli. Kwa nini? Kwa sababu anafanya mambo mengi lakini hajui anafanya nini. So a whole vision board, it gives you clarity, it gives you to prevent burnout, it gives you time to create a balance of life. Lakini pia ina ensure kwamba life is programmed and it is in harmony. So that's all about a real vision board. The next vision board inaitwa goal specific vision board. Bonaventures naomba unaongezeka kama dakika 5-7 hivi. Endelea malize kwa malizia. Okay, thank you. The next vision board inaitwa goal specific vision board. Goal specific vision board, this is a board created for one major goal you want to achieve in your life. Kwa mfano, kuna mtu anataka kujenga nyumba tu, kwa hiyo goal yake yeye ni kujenga nyumba peke yake. Sio present. Okay. Goal yake yeye ni kujenga nyumba peke yake. Kuna mtu anataka complete a degree, masters or PhD, kwa hiyo goal yake ni education tu. Mwingine anataka kufanyaje, labda heal emotions au heal emotionally. Kwa goal yake yeye ni moja tu, he or she wants to create emotional harmony. Sasa tukiangalia katika ngoja kwa mfano huyu mtu yeye goal yake ni moja tu, mindset. Kwa hiyo hapa anaambia kwamba everything works for me, yani ana program mindset yake by using journaling. Hapo baadaye nita describe body moja ambayo inahusiana na journaling na nitaongelea kidogo kuhusu journaling.
Kwa hiyo nikiangalia vision board ya huyu mtu tukiangalia, kwa sababu tunaona kwamba huyu mtu ana dini na mindset tu, kwa mindset yake anaiprogramu namna gani anataka mindset yake ile, ni vipi anataka ile ufikiri wake uwe. Kwa hiyo anaandika hapa, focus on yourself, don't get lost in other people. Anaandika hapa, I always win and everything works in my favor. Kwa hiyo ana provide the clarity of a goal that he or she is certain about, she or he wants to dive in. Kwa hiyo hii board itakusaidia ku create strong clarity, itakusaidia ku make progress easier to track, itakusaidia ku remove distraction and makes your big goal unavoidable. Tunasema kwamba it gives you the power of saying no. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu anaweza kawa na goal moja ya education, akaja akajitokeza sana, this is a man, let's say for example, a woman, a man, whatever, let's say it's a man, no, a woman, whatever, let's say it's a woman. Huyo mtu ana vision kwamba ana goal yake kwamba mimi nataka ku accomplish saizi masomo tu. Katika pita zake akajitokeza mwamba mmoja, akaelewa, akamuelewa, akajieleza vizuri, akaeleweka. Tunarudi pale goal yako kwa sasa ni nini? Education. So this gives you a power of saying no. Sio kwa sababu kile kitu ni kibaya, kwa sababu that is not your specificity at that moment. Kwa hiyo it gives the power of saying no, tena without guilty, kwa sababu you want to be, so you have a reason of saying no, and you are not has a reason. Why not relationships? Because obviously saying if you focus on something and that's only it. It gives you serenity, you can say so. And yeah, the next board is a time-based vision board. Time-based vision board ni bado want to create a specific timeline. Inaweza ikawa ni kwa days, inaweza ikawa ni kwa annual, inaweza ikawa ni kwa miaka 5, 10, inaweza ikawa ni lifetime legacy vision board. Sasa mengine tunaisha naeleweka with the exception of legacy, na imani kuna tutakuwa hawajui. And kuna mtu hawajui, lakini kama ni kudefine legacy ni kile kitu ambacho unakiacha nyuma after you have lived. Kwa mfano tukimwongelea nani, tukimwongelea Mother Teresa, tunapata theme moja tu, compassion. Yani akiingia Mother Teresa, compassion. Haina haja mtu kukueleza mambo mengi, she defines herself. Tukimwongelea Steve Jobs, you see simplicity au storytelling. So storytelling or simplicity. Tukimwongelea nani, yani some figures don't need a caption, they are the caption themselves. Kwa hiyo it gives you a lifetime legacy vision board. Hii inakupa wewe namna ya kujiprogram kiasi kwamba siku ukiwa hauko tunamwelezea labda tumuombe labda alikuwa ni worldwide presenter, alikuwa ni worldwide digital platform creator. Yani unakuwa you're so few, just that caption you want to hear. Kwa hiyo that's it. Sasa legacy has a difference with legitimacy. Sorry. Legitimacy ni values au how you articulate yourself daily. Yani namna ambavyo una program maisha yako kila siku. Na watu wengi tumekuwa tunaishi legitimacy more than legacy. Kwa nini? Kwa sababu when people realize they're not living their legacy, it's almost river of their life, our lives has been lost. So ningependa kuacha kazi, kuna kitabu kizuri kinaitwa Why When You Die. Kuna chapter moja hapo pale inaongelea the difference between legitimacy and legacy. Lakini it's not a must wakitafute, ila it is good to know the difference between legitimacy and legacy. Kwa ningependa kuacha hiyo kazi, I hope na AI za kilimnemba, brother Bonaventure akiwa ni mtu mwema kabisa katika kutumia vitu. Kwa hiyo ningeomba tufuatilie the difference between legacy and legitimacy. And why this board is important is because it helps you to manage progress, create agents. Why agents? Kwa sababu inakupa wewe inakuwa ni time based. Nina miaka 5 ya kujenga nyumba. Automatically your mind is going to be progressed, or it's going to be programmed kwamba you need to build a house. So you won't be freaked, or you won't be critically meandering into other things because you already have a goal you want to accomplish and it's certain you're going to do it. The other thing is it turns someday into a schedule. Kuna watu wasemaga kesho nitaanza kusoma bwana. Labda kesho kutwa nitaenda mahali. Trust me, you are not going to go. You won't study, and the week and months in the year will finish and you still at the same spot. While your time-based vision board helps you to turn someday into a schedule.
Go so first. The other thing is Mindster Frequency Vision Board. Frequency Vision Board ni body ambayo ina focus on it doesn't focus on material things, it focuses on identity, emotions, and energy that you want to embody. Alright, so kufanua hii board inaonekana hapa, I'm sorry, like in vision board time based inaonekana kwa mfano hapa ni vision board ya mwaka mzima, vision board 2024. So this is a vision board ambayo ina mwaka mzima, anataka health, family, wealth, reading, mental health, success, academics, and social media. So per year 2024, she or he is gonna accomplish hivi vitu vilivyo katika vision board, and that's all. The next thing is, yes, this is called a Mindful of Frequency Vision Board, and this is a vision board it only focuses on identity, emotions, and energy that somebody wants to employ or embody. It is consistent, so it consists of powerful words, consists of affirmation and values. Kwa mfano body inaonekana hapa ni body affirmations. Affirmations ni yale maneno ambayo unajiambia kila siku ambayo you want to turn yourself into reality. Kwa mfano jiambia kama I am ready to manifest abundance, I am beautiful, successful, I attract positivity, I release all fear and welcoming changes. So these are the affirmative words that a person speaks to himself or herself just to reprogram his or her mind into that reality. Kwa hiyo Mindset of Frequency Vision Board inakusaidia kuchannel that identity you want. Kwamba wewe unataka labda tuseme you want to attract positivity. That's the identity you want. That's the emotion, that's the energy you want to attract. So basically, you're going to deal with not materialistic things, like the internal things that are going to shape your character. And why this board is important is because it identity shapes character. Tunasema kwamba when you know who you want to become, you will know what behaviors you have to behave at what place, at what time, and in what circumstances. The other thing is it creates internal transformation. Why? Because unapojijua wewe unataka kuwa nani au unapojijua what you want to channel after, that means you're automatically going to start transforming from inside, kwa sababu what's inside is gonna be it's gonna be manifested outside. Yani kama wewe ni nini, kama wewe ni unafanya mazoezi au kama wewe unasoma vitabu, we will know by just seeing how you reason, you cognitive reasoning, how you articulate your points. You don't have to tell us what you do, but you tell us what you do by how you project yourself at the outside. Another thing is it aligns what you attract and it matches your frequency. If you create positivity, you're going to align with positive energy. If you create negativity, you're going to align with negative energy. So it depends on what you're aligning with. The last thing, this board is all about who you want to become. Nini unataka kuwa, kwa sababu identity, emotions, and energy all shape yourself into what you want to become. The last board inaitwa Vision Journal Board, na hii ni board ya muhimu kuliko board zote nilizoziongelea hapo juu. Kwa nini? Kwa sababu it joins two things. One is vision, two is journal. Journal ni tofauti na sijui kama kila mtu anaelewa, lakini kama nikidefine chap journal hii ni namna ya communicate na ulimwengu, namna ya communicate na Mungu kwa njia ya maandishi. It is a way to manifest what you want before even you have it. Kwa mfano kuna mtu anasema kwamba I thank my God, I have a Range Rover. This is a manifestation. It's not like he or she is having that Range Rover, lakini he is manifesting. So this creates a channel, or it creates a way to deeper into the energy or attraction of frequency that articulates that point. Shikamo umenielewa. Yani Kiujuma nikidefine hii body, it's a written form of a vision board combining journal and vision elements. Na inakuwa na vitu kama description of the future self, inakuwa na vitu kama written goals, inakuwa na vitu kama scripts, inakuwa na vitu kama photos, pamoja na words make this journal. Kama ukisoma hii body inaonekana hapa vizuri, sijui kama inaonekana, nikuze kidogo, sio nitakuwa nimeipata, lakini anaandika my goals and dreams are becoming my reality. Anaandika be thankful for what you have. Ameandika romanticize my life, a new era of me. My life looks like my Pinterest feed. Any naposema journaling is just manifesting what you want. Ni namna ya kuongea na Mungu kwa njia ya maandishi. Kwa hiyo unapo create journal hii, kwanza kabisa ina activate akili yako na inakupa wewe clarity ya kujua nini unataka.
lakini pia it gives you privacy, kwa sababu kuna watu huwa hawawezi kuongea na watu, they can't share what they want. Hawa watu wanaitwa introverts. Sasa akiwa na body kama hii inamsaidia yeye kucommunicate peke yake au na Mungu in a very clear way, kwa sababu what you write, what you manifest for yourself is what is going to become onto your reality. Kwa hiyo bila shaka hii body inasaidia kuturn imaginary language into reality, ambayo this is a strong manifestation too. Sasa kama nitapata muda wa kupresent siku nyingine, nitaandaa class na specifically kwa ajili ya kutumia journaling, kwa sababu siwezi kukifafanua sasa hivi since it's a very long topic. Nitamalizia kwa what are the key elements of a vision board to have. Kitu cha kwanza ni clear intention, ujue kwa nini unataka kuwa na hiyo vision board, kama ni time, kama ni mindset, kama ni vision journal board, kwa nini unataka kuwa nayo. Second thing is emotional connectivity. Like you choose images that you feel they signify something. Kama ni lifestyle, choose a picture that signifies lifestyle that you want and keep it there, so that when you see it every day, you're gonna know that this is what I want and this is what I'm gonna become. And automatically you're going to articulate subconscious mind kukusaidia kujua kwamba this is how I'm gonna progress. Another thing is identity activation. You need to add elements that represent the person you want to become. Nani unataka kuwa? Kama unataka kuwa an athlete, tafuta picha kama Michael Jordan, au tafuta picha ya nani huko Philip Day ambaye anakimbia like 9 seconds. Yaani tafuta kile kitu ambacho unakitaka wewe, kwa sababu kinakusaidia ku create that identity. Another thing is action cues. Action cues these new reminder of habits that you want to build. Kuna kitu kinaitwa kinaitwa atomic habits. Kinakusaidia kujua ni tabia gani unataka kupigana usitaka. Bila shaka ukiwa na vision board hakikisha ina activate au inakuwa an action cue, zile tabia ambazo unataka kujikumbusha kila siku kwamba ni nani unataka kuwa. Kama unataka kuwa whatever the case is going to be, like you just know kwamba you need to have the activation cues. The last thing is daily visibility, kwamba uweke sehemu ambayo inaonekana, yani sehemu ambayo you can reach every day, kwa sababu ili uweze kuwa na visualization you need to see something that is clear, visible, captivating, magnificent and tantalizing. So bila kupoteza muda, ningependa kurudisha kusema asante for listening to me. You are with me all the time mpaka sasa hivi. I hope kitu kimeeleweka, na kama kieleweka we have some time hapo kwa ajili ya kuuliza maswali, so karibuni sana. And when I get another time, next time I'll just present on journaling. Thank you so much. Welcome Bonaventures. Thank you very much. Binafsi napenda ni appreciate vitu vingi sana ambavyo nimesikia hapa. Sasa hizi boards tumeanza nile ambayo ni traditional, tumeenda themed, tukaenda will specific, time based, tukamalizia na ile ambayo ni vision journal board. Labda nianze kwa kuuliza, kwa mfano kwenye hii ambayo tumeita will ile vision board ambayo ni will, tumeona ni kama tunajua will ni kama gurudumu. Kwa hiyo lakini alikuwa umeongelea kuhusu specific, kama ni una choose moja ambayo unaifanya kuwa specific kwako na una focus. Kwa hiyo sasa, je, inaondoa maana ya will kama mzunguko, au inakuaje kama ni will alafu bado una choose kitu kimoja tu ambacho ni specific? Okay, swali zuri. Anauliza kwamba je, inaondoa specific au inaondoa ile maana ya will kama gurudumu. Okay, will vision board ni define kama board ambayo imecreate to divide life into categories. Yani inagawanya maisha katika mzunguko mmoja, ni kama katika vipengele, sio nielewa. Kwa maana kwamba point zake zinaweza ikawa ni zile kama the theme, kwamba labda mtu anaweza akawa na vision kwamba anataka kuarticulate kwenye family, the relationship, friends, finances and education, kwa vitu vitano tuseme kwa mfano, si ndio? Sasa hiyo vision board itamsaidia kucategorize hivi vitu katika proportion ambayo inampa yeye kwamba ina specify kipi kwanza ni cha muhimu. That's one. Second thing ni kipi kianze, kwa sababu sio kila kitu kinatakiwa kuanza katika maisha. Maybe you can prioritize family over education, you can prioritize education over family. If vile, kwa it gives you clarity of what has to start. Lakini kitu kingine ina show area gani inahitaji attention zaidi. Ndio maana nikaita will, kwa sababu will can be divided into proportions.
haina ulazima wa wewe kuifanya iwe equal. Ni kama tu pie chart moja ikija hapo sio pie chart. Na pia inakusaidia wewe kujua kwamba kipi kipewe attention, kipi kipewe attention kidogo, kipi attention. Kwa hiyo haimaanishi kwamba unapochagua kitu kimoja sisi, lakini hata kama ukichagua vingi basi wewe katika proportion ambayo you know what it starts with what intention and why that's it. Thank you very much. Kumbe katika ile wheel ni mtindo wa duara ule kama mzunguko, lakini vipaumbele vinaonekana kwa ukubwa wa nafasi ambayo umetoa katika mgawanyo ule. Kama kuna sehemu umetoa mgawanyo mkubwa zaidi, maana yake hiyo inahitaji focus zaidi. Nadhani ndio hivyo. Yes, exactly. Yeah, thank you. Naendelea kukaribisha yeyote ambaye atapenda kuchangia. Lakini wakati huo nipende ku-appreciate kuhusu namna ambavyo umeonyesha kwamba ile repeatability, namna ambavyo tunarudia mambo ina create pattern fulani ambayo ni umeongelea kuhusu frequency. Hiyo imenisaidia kukumbuka msemo fulani ambao tulikuwa tunausikia sana tukiwa seminari, junior seminary, kwamba msemo fulani wa Kilatini kwamba repetitio est mater studiorum, kwamba repetition is the mother of students, repetition is the mother of learners. If you are to learn something, repetition ile inakusaidia kukamata, kuwa focused. So imeendana vizuri na namna ambavyo vision board inatualika kwenye kufocus katika kitu kimoja ambacho tunakifanya repeatedly with focus. I think that was the thing. Lakini pia imenikumbusha kitu, kwa mfano kwenye ile theme umesema theme ile ni ambayo inakuuliza what is important for now. Kwa mfano theme umeweka katika themes. Maybe kama namna ya kuendelea kupata ufafanuzi kidogo kuhusu maana nzima ya vision board. Vision board inakuwa kama ni kwa sababu tunaanzia kuna notes board, ni kama ubao wa matangazo, Kwa hiyo vision board ni kama ubao wa maono hivi, au ubao wa maono, lakini umeuelezea kama ramani, like a map of focus, a map. But again it seems like to be a mirror. It's kama ni kioo hivi, yani ni ramani, ni kioo, ni ubao, unaona. So ni vitu vingi. Then without wasting time, I just want to thank you very much Teresia Njau for a wonderful presentation. You seriously prepared. You seriously prepared, and I really appreciate. We don't have much to offer except wish you all the best in your endeavors. Maybe before we conclude, please will you sum up something to remind if we are to forget most of the things here? At least what do you think it's very important that we walk away with? Yeah, exactly. If you are to forget everything, just please remember something, kwamba vision board will one day define your legacy. It will one day define who you are. Kwa hiyo kuisahau vyote, kumbuka kwamba you are in the world because you want to create something. You want to create a pattern. When you leave, people will speak about. Ukimkumbuka Dr. Teresa utaona compassion, ukimkumbuka seriousness na simplicity. Kwa hiyo ningependa kwamba unapo create vision board yako, hakikisha you have a legacy statement au legacy statement ambayo ina define au inakusaidia wewe kujua what you want to live after you leave the world. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. And thank you very much for all who joined. And that marks our end. Thank you very much. See you next time.